or your story, encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Na mpenzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza wakati kama huu, na tumerejea katika meza hii kama kawaida inakuwa meza ya magazetini, lakini leo tumepatana huku ili tuweze kuyajadili na kuyazungumzia yale ambayo yanapatikana katika ama katikati mwa gazeti zetu za gazeti la Taifa Leo. Upande wangu wa kushoto nina mtangazaji mwenza Edwin Mokaya. Najisemea jina. Mbona unisemee jina ni pamana na hadi yako my friend, pamana na hadi yako. Ndio mniite Edwin Mokaya ndani ya IGR. Na mkono wangu wa kulia hapa ni kulia ama kushoto tena. Anyway, hapa si kulia my friend. Niite basi Otita, ukipenda niite Ontira. Ningependa kuna masuala tata ambayo tungependa tuweze kuyaangazia katika gazeti zetu. Kuna gazeti la Taifa Leo na kuna yale ambayo huwa yanaibuka pale. Mkumbuke asubuhi yale hatukuwa tumeyazungumzia, jana vile vile hatukuwa tumeyazungumzia. Tulikuwa tumetenga muda wake binafsi ya kuama wa kuangazia maneno haya. Edwin, sijui kuna yapi hapo ambayo tungependa tuyangazie wakati kama huu? Naam, hapa mimi sijui nijiite daktari. Daktari imetumika sana, sijui nijiite mganga wa mapenzi hapa. Tena. Naam, naona hapa ilikuwa ukurasa wa 14, shangazi ya kujibu. Kuna huyu hapa anasema, shikamoo shangazi. Mwezi uliopita mpenzi wangu aliniacha akisema amepata mwingine. Nimechunguza kupitia kwa marafiki zake na kugundua hana mpenzi. Nampenda sana na sijui nitafanya nini, nishauri. Ningependa kwanza, unajua unaweza kuwa umesema vitu zenye sipo ndio sasa uweze kuchangia kifyako vile. So leo nasema hivi, huyu anasema hivi, mwezi uliopita mpenzi wangu aliniacha akisema amepata mpenzi mwingine. Nimechunguza kupitia kwa marafiki zake na kugundua kwamba hana mpenzi. Nampenda sana na sijui nitafanya nini, nishauri. Huyu mwanadada ama mwanaume anasema kwamba wamekuwa wakidate, wamekuwa wakichumbiana na ana mpenzi ambaye wamekaa na yeye kwa muda sasa. Lakini mwezi uliopita huyu mpenzi wake amemwambia la, hapana, nimepata mpenzi mwingine, na wakaachana, wakaagana, wakaachana. Lakini huyu anasema kwamba bado yeye anampenda. Afanye nini? Mshauri. Nataka kuanza na Masi mshauri. Labda nizungumze tu kidogo kwamba yeye kama iwapo ni mwanamke azungumze na yule mwanaume kwanza, kwa sababu tunasema kwamba mazungumzo ni chanzo cha kupata maelewano ama kupatana. Kwa hivyo azungumze na yeye, akae chini na yeye azungumze, alafu ajue kwamba kiini ni kipi kinachomfanya kwamba anasema ana mpenzi mwingine kumbe hana. Akishajua basi atakuwa katika hali nzuri ya kuchukua hatua ile ambayo anaweza kuichukua. Lakini ukumbuke walikaa chini, wakazungumza, akamwambia mimi tumeachana. Tena mbona uende kuchunguza na mshaachana wewe? Kwanza ametuambia pale bado anampenda. Kwa hivyo bado ana ile chance ya kuzungumza naye bado. Unajua si lazima kwamba akakaa naye akazungumza, naweza ita rafiki pale, wakakaa wakashauriana, wakampea ushauri kidogo, ndio labda wanaweza rudiana. Mwenyewe ashaenda, kumbuka Masi. Ashaenda, amejitoa, ameenda. Lakini kumbuka kwamba amemdanganya. Huyu amefanya utafiti kwa marafiki, wakamwambia kwamba hana mpenzi mwingine. Kwa hivyo kiini ni kipi? Hajatuambia kiini ni kipi. Kwa hivyo akijua kiini ni kipi ambacho kinamfanya anadanganya, labda atajua kama atakaa ama ataenda. Sasa huo ni upande wa Masi. Sijui Edwin, upande wako tunaendeleaje? Pambana na hali. Achike. Tunajua asema ukiachwa achika. Kwa maana huyu mlikuwa mnapendana.
Mimi Videl tulikuwa tunapendana. Nimeamua nimejitoa. Mbona uanze kunizungumzia tena? Nimejitoa. Kama nimejitoa siwezi rudi tena, kumbuka. Kwa hivyo nimeona kwamba kidogo kuna mambo fulani huyatendi poa, unatenda kinyume na mimi na uweze badilika pengine. Ama naweza piga hesabu zangu naona kwamba haya mapenzi hayanifai mwenyewe. Niamue kujitoa. Pengine nilikuwa na bibi mwingine huko, nikaona nikuongeza ukwe wa pili, lakini nimegundua kwamba uwezi. Kwa hivyo niende zangu tu. Lakini kwanza kabla sijakupea muda labda wako wa kusema ya kwako, jua kwamba kitu ambacho umemwambia ni ana mpenzi mwingine. Hiyo ndio sababu, na amechunguza hana mpenzi mwingine. Na kama ana shida fulani pale katika ndoa, angemwambia kwamba wewe huoshi nyumba vizuri, kwa hivyo mimi nimekuacha. Si amdanganya kwamba ana mke mwingine kule nje ama mna mpenzi mwingine kule nje. Iposa anasema kwanza wakati wajue kiini ni kipi. Sio kwamba kusema nina mpenzi mwingine kumbe huna. Naam, ndio swali nilikuuliza. Amekwambia niko na mpenzi na ameenda. Hajakwambia ameenda wapi. Ni kwa mpenzi wake, sio umechunguza umesikia hana. Kwa hivyo uanze kumfuata kutoka nyuma, mwambie mpenzi wangu tukazungumze. Lazima tu inabidi. Unasema kwamba love is blind. Kwa hivyo lazima umfuate, ujaribu kumbembeleza. Labda anaweza akabadilisha nia. Penzi mtazamaji, tuko live upande wa YouTube. Huyu dada makaka anasema kwamba wamekuwa wakidate for long, ana mpenzi wake, lakini hivi majuzi mpenzi wake alimwambia kwamba hapana, nimeshapata mpenzi mwingine na ningependa tuachane, na wakaweza kuachana. Kisha baadaye huyu mwanadada ama huyu kaka akaenda akafanya uchunguzi wake kwa marafiki, akapata kwamba huyu mpenzi wake anamwadaa, hana mpenzi mwingine. Sasa anataka tumshauri. Wewe ingekuwa ni wewe, ungemshaurije? Ungempea maono yapi? Ungempea advice kivipi? Tumshauri. Unaweza andika ujumbe wako hapo upande wa YouTube live, tuko live, unaweza aja ujumbe wako huko. Tunasema kama umeacha jambo hili unajua kidogo naona ni kama Masi ni kama anatumislead kidogo, manake mtu ameamua kukuacha, ameenda zake, amekwambia mimi nishaoa. Wewe umechunguza kwa marafiki zake wamekwambia hajaoa, lakini mwenyewe alikwambia ameoa. Unajua kuna ile personal issues. Kwanza ashakudanganya kwamba ameoa. Kwa hivyo hujajua sababu ya kukuacha ni gani. Kitu ambacho mimi ningependa kusema, na haya yote ni maoni ya kwangu, Masi Ontita. Zungumza na yeye ujue kini. Unajua, niambie labda mwana Boba Getutu aniambie mimi nimekuacha nina mpenzi mwingine kule nje. Alafu nikishafanya uchunguzi wangu napata kwamba alinidanganya. Cha kwanza alinidanganya. Na unajua kwamba wanasema ni vizuri kuishi kwa kuzungumza ama kusema ukweli. Kwa hivyo kama amekudanganya hili, hujui ni mangapi amekudanganya. Kwa hivyo hujajua kiini hasa ni kipi ambacho kimemfanya akakuacha. Ndio maana nasema anaweza zungumza naye bado. Kwa sababu ni vile nimesema pale, love is blind. Anaweza kuwa anampenda ile yake yote. Unajua vile mapenzi huwa. Kwa hivyo azungumze naye, atafute njia zote, marafiki, ajue tu sababu ni gani, ili akiamua kwamba hayo mapenzi yameisha basi. Nakuuliza Masi, ikiwa kuna mtu anakupenda na ameenda, wewe umempenda. Nirekebishe. Tuseme kuna mtu anakupenda zaidi, lakini wewe haumtaki. Aje baadaye kwambia zidi kuja tu. Kwa hivyo kuna wakati itafika umwambie sasa mimi pia nimekupenda. Itabidi nimwambie ukweli. Kitu ambacho nazungumzia ni kusema ukweli. Kwa nini umeamua kwenda? Nimeamua kwenda kwa sababu ya hili na hili. Si kwamba nimeoa lakini ama nimeolewa ni kwa sababu ya hiki na hiki. Basi unataka kujua mbona amekuacha. Ukweli. Kama amekuacha na unaona kweli hapa kuna kijisababu cha kuniacha, basi itabidi na wewe ukipata kwingine urekebishe. Basi mpenzi mtazamaji, ukiendelea kutafakari hayo na pia kupeana ushauri wako, kumbuka tuko live upande wa YouTube. Kindly share the link. Pia unaweza acha comment yako hapo upande wa YouTube. Kuna message ambazo naona huku. Huyu anaitwa kama Brach anasema kitu yenye inaleta hiyo ujinga ni vile demu unapenda mwanaume na unamuonyesha sasa hapo anakupima bangi. Nakupima nini? Anasema kama anakupima bangi. Anasema hivi tena, Masi, mimi nilifanyia hivyo, nikaamua kunyamaza tu bila kumfuata. Wacha nikwambie, amerudi peke yake akinipembeleza eti tuwe pamoja.
Kwa hivyo inawezekana kwamba huyu atarudi ambembeleze warudiane. Sijui, anasema yeye pia yeye alishaimkuta na akushughulika. Akamwacha akaenda, kisha baadaye amerudi anamwambia kwamba waweze kuishi pamoja. Vile vile masi mimi naona kwamba unajua kila mtu ako na value yake. Wakati unajua this is my value, huwezi fuata mtu hivyo hivyo. Heri unyamaze tu, ashaenda. Naam, ameenda. Hiyo si mwisho wa maisha. Ikiwa ameona mwanzo kuna uzuri ulikuwa nao, aje baadaye ndio hivyo. Unajua sio ukienda huko, masi unajua nilikuwa nakupenda, nini ilifanya kitu, rudiana upige magoti. Nani ataonekana zuzu hapo? Of course utaonekana zuzu, lakini shida yangu ni moja. Wanasema ukiwa katika mapenzi, ukiwa umependa sana, unaweza ukafanya mambo ambayo mtu mwingine ataangalia sema huyu ni hayawani, ni wazimu, ni nini. Kwa hivyo atafute njia, si kwamba akimbie huko amfuate au anamshika koti nyuma nini na nini, atafute njia ya kuzungumza na yeye. Unajua watu kama hao unapata kwamba ana yule rafiki mmoja ambaye amemwambia ukweli. Labda jaribu kutafutana na yule rafiki, ukajaribu kuongea naye ujue kweli mbona yule kakuacha. Lakini sasa shida yangu ni ile, mbona uende kutafuta kiini cha kuacho na yenyewe ushaachwa? Kwa sababu unajua iwapo kilikuwa kitu ambacho unafanya vibaya katika ile ndoa ama katika ile mapenzi yenu, itakupa ile fursa ya kurekebisha. Unajua asipokuambia ukweli, utapatana na mwingine, utafanya kile kitu kile na yeye atakuacha. Sasa unafanya nini? So afadhali akwambie hapa, ama anaweza ambia mtu mwingine akakwambia yule nilimwacha kwa sababu ya hiki na hiki, ndipo ukiingia katika uhusiano mwingine uweze kubadilika. Tukiendelea kutafakari hayo, mpenzi mtazamaji, unaweza niachie ujumbe wako, tuma ujumbe huko studioni. Upande wa YouTube nimekwambia tuko live. Kuna mwingine huko angependa aweze kushauriwa. Anasema hivi: nimeolewa na ninaishi mjini na mume wangu. Nimegundua ana mke mwingine kwao mashambani. Sasa anataka niwe mke wa pili. Naomba unishauri tafadhali. Kuna shida wapi? Huyu ameolewa na wamekuwa wakiishi na mjumbe wake mjini. Anasema kwamba hivi majuzi ashagundua kwamba huyu mume wake ana mke mwingine ushago mashambani. Sasa anasema huyu mwanaume anamwambia kwamba awe mke wa pili. Mshaurije? Basi mshauri. Naona hapa kwamba tutakuwa tunakorofishana kidogo, ila mimi hapo kwa maoni yangu achane na yeye. Achana na yeye. Kwa sababu gani? Sababu ni hii, kashamdanganya tayari, hakumwambia ukweli. Sasa wewe mwanamke, nyamaza kwanza. Hakumwambia ukweli kwamba ameoa. Unajua iwapo unaingia katika ndoa na una mwingine, mwambie kwamba kweli nimekupenda, lakini nina mwingine, ningependa uwe mke wa pili. Akikubali sawa, akikataa sawa, lakini sasa ashamdanganya. Kwa hivyo ni mangapi ambayo amemdanganya? Sasa masi mimi nikuulize kwanza before niende kwa Edwin. Wewe umeingia, wanasema kwamba washaka na yeye mjini kwa siku mingi. Sasa huu muda wote hata una ndugu, una dada ya huyu bwanako, una rafiki yake, at least umuulize kwamba ukoje hapo. Acha nikwambie, kuna watu wanajua kuficha siri. Hata uwe na wale watu wa karibu na yeye. Labda hata wao wajui kwa sababu anajua kuficha siri. Kwa hivyo itabidi labda na ukipata unakaa huko mjini na umepatana na mwanaume hataki kukupeleka kwao, tafadhali fanya uchunguzi kwanza. Ndipo sasa uingie katika hiyo ndoa. Ndio uchunguzi ndio amefanya. Amepata. Kwa hivyo alimdanganya. Achane na yeye, aendelee na maisha yake kwa sababu hajui ni mangapi amemdanganya katika. Kuzaa ni kawaida, unaweza lea mtoto wako. Ni upande wako. Mimi nitajibu tu manake washasema, masi nataka kujibu tu kwa maswali. Jambo la kwanza, mwanamke anapenda mwanaume. Sio? Si ndio? Mwanaume anampenda in return. Kitu ya pili, mwanaume hajamfukuza. Amekubali ana mke nyumbani. Huyu mwanamke amemwambia kuja tu kwa mwanamke wa pili. Mapenzi bado itaendelea, hakuna jambo litafanya nini? Litakosekana kama hapo awali, sio? Shida ni gani? Shida ni kwamba mimi shida niko nayo pale ni uongo. Uongo tu. Uongo, alimdanganya. Wanaweza kubali wakakaa. Sina shida nao, hao ni wao, lakini akuwe very keen katika ile ndoa kwa sababu huwezi jua tena atatafuta watatu wakae na yeye bila kuambia hao wawili. Alafu mambo yanaendelea hivyo. Lakini si kumekubalika kwa na wanawake
zaidi ya moja. Ndio. Lakini shida yangu ni uongo. Sasa kitu najua hakuna mapenzi yenye hayana uongo. Mwanzo wakati unachumbiwa pale pengine kwa gari, barabarani penye ulipatwa, lazima kuna yale mambo mtu alificha kidogo ili aweze kukuwin wewe. Acha nikuulize swali moja kabla hujaendelea. Kwa sasa tuseme unataka kuoa, umepatana na kidosho pale, umempenda sana. Umempeleka kwenu, mmekaa miaka 2 miaka 3, baadaye unagundua kwamba ana watoto 2 watatu wako kwao. Utafanya vipi? Unajua mambo na watoto hapo ni kidogo ni bado ni uongo. Alikwambia kwamba mimi sina mtoto nini, lakini ukimwangalia tuko sawa. Ukamchukua, ukampenda, mmekaa huko, labda mmezaa mtoto mmoja ama mjazaa, alafu unakuja kusikia labda fununu kutoka kwa majirani, unajua yule alikuwa ameolewa mahali fulani, ako na watoto 2 watatu. Uongo. Naam, swali langu pia ni hili. Ikiwa hakuwahi muuliza kama ana watoto ama hana, kuna shida hapo? Utajuaje ukipatana na mtu? Unajua ni mtu afunguke roho yake peke yake, akuzungumzie, akwambie kweli, hata kama umenipenda, hiki na hiki kinafanyika katika maisha yangu. Kwa hivyo iwapo utanichukua, basi nichukue na mzigo. Lakini kidogo hapo hatuna usawa kidogo. Haja kuongelea mambo na watoto 2. Najua. Nataka tu kuleta lile jambo la kudanganya katika mahusiano. Shida yako ni kudanganya. Hapo ni kudanganya katika uhusiano. Unajua kwamba hata kuna wanawake kwa njia moja wanalemewa sana na mapenzi. Anaweza kuwa umemfanyia kitu lakini bado hapo hapo. Kwa hivyo tafadhali hakikisha kwamba unajua kila kitu, hata kama hujui yote, unajua at least mambo kadhaa kumhusu yule ambaye unachumbiana naye. Tushaangalia the positives on the negative side, si ndio? Kuna wale wanaume kidogo huadaa tuseme wanawake na kuambia, wajua kwetu mimi hata sina kwetu, sina kazi, nini hazla, unaamua kumpenda. Baadaye nakuja kumndoa kwamba mwenye mali tu, nila alikuwa anakupima aone mwanzo ukoje. Lakini jua alikudanganya mara ya kwanza. Mbona usitoroke kusema alidanganya mara ya kwanza? Hayo yanaeleweka. Upande wa mali inaeleweka. Acha upande wa mali. Unajua huku kudanganya juu ya mali ni kutaka kuhakikisha kwamba zile morals za huyu mwanadada ziko vipi. Ni mtu naweza saa hizi nikafilisika akaniwacha. Unaona, ni kutaka kumpima. Si lile jambo lenye ni kubwa haliwezi it cannot be undone, unaelewa? Mfano kama huyo anasema kwamba ana mke wa kwanza, that one cannot be undone. Ni mke wa kwanza, ako pale na hataenda mahali. Lakini sasa ukizungumzia maneno ya mali, ni kitu tu, ni material thing. Kiko tu pale. Kwa hivyo tuseme kuna tofauti ya uongo, kuna uongo mzuri, kuna uongo mbaya. Huyo anasema kwamba wanaume ni wale tu. Anasema kwamba wanaume ni wale tu. Na anasema kwamba kati ya mwanaume na mwanamke, nani kwanza anafaa kuanza kuulizia mtu kama una watoto ama wewe ndio unaanza kujizemea kwamba nina watoto 2. Inategemea mmehusiana vipi. Kuna wale ambao wameingia katika mahusiano na wako tu open, na kuna wale itabidi umuulize kuhusu maisha yake. Sasa labda watu wote hawako sawa. Sasa kama huyu mwanamke hapo aimuulize huyu mwanaume kama ana mke mwingine. Mimi sijui, ushauri wangu ni achane na yeye. Unajua unasema hapo aimuuliza kwamba una mke? Naam. Unajua kuna uwezekano kwamba hapo aimuuliza. Sasa yeye akanyamazia tu, anangoja aulize ndio ajibu. Na vile vile unajua ni hivi, si vyema kuuliza mwanaume ikiwa na mwanamke mwingine. Maana unajua si wanaume zaidi ya mwanamke mmoja, unaona? Haina shida, bora yale matakwa yote yanahitajika katika familia na wajibu wake mwanaume huyu ashatimiza. Mambo iko sawa, hata kama wewe ni bibi wa 5, bora mambo yote iko sawa, watoto wanakula, unakula, unavaa, sawa. Mwambie kwamba mimi nilioa mwaka 1990, bibi yangu akaenda, nikaoa tena, ako kwao na watoto 2, niko na mwingine wa mwana, lakini nimekupenda. Unafupisha, unamwambia nimekupenda sana. Kwa hivyo penzi mtazamaji, huyu mwanadada ameolewa, amekuwa na mume wake, lakini wamekuwa wakiishi mjini, na sasa hivi punde amegundua kwamba huyu mume wake ana mke mwingine pale kule mashambani ushago. Sasa anasema mtamshaurije? Kwa sababu huyu mwanaume anamwambia awe mke wa pili. Wewe je, utamshaurije? Na kuna mwingine huwa anasema hivi, nina mpenzi ambaye nampenda sana,
lakini kuna jambo fulani ambalo linanifanya ni mshuku. Amenikataza kuweka kwenye mitandao picha zetu tukiwa pamoja. Na kwa madai eti hapendi kuonekana na watu wengi. Nishauri. Huyu mwanadada ama mwanaume anasema hivi, ana mpenzi ambaye anampenda sana. Lakini ameenda kumwambia kwamba waweke picha zao wakiwa wawili katika mtandao ya kijamii, that's Facebook, Twitter, kila mahali. Huyu mpenzi wake amesema kwamba hapendi kuonekana na watu wengi. Mtamshaurije? Anaanza kumshuku ni kama ana mtu mwingine. Kwa maoni yangu inategemea kila mtu jinsi ambavyo amelelewa, jinsi ambavyo amekuwa. Kuna yule amelelewa na ile publicity, anapenda mitandaoni kila kitu anaweka pale. Kuna yule ambaye ako private. Kwa hivyo iwapo yule amemwambia asiweke picha kwenye mitandao, basi asiweke, lakini yeye peke yake kama anapenda kuweka, sasa unajua hapo kuna conflict. Kuna conflict fulani. Anaweza kuwa anapenda yeye kuweka picha mitandaoni na yule mwingine hapendi. Lakini hapa tunazungumzia kitu kinaitwa mapenzi. Kwa hivyo labda achukue tu pole. Siku moja labda atakubali amweke kule. Lakini masi kama nyinyi wapenzi, kama mshaamua kukaa pamoja, kama mshaamua kuishi na mtu, mshaamua kupendana, picha tu kwa mtandao ni shida. Ni vizuri uheshimu yale matakwa ya yule mtu mwingine. Unajua sababu iwapo amesema mimi mtandaoni hapana, basi muache. Sababu yamepeana ambayo inafanya asiweke picha zao katika mtandao, anasema kwamba hapendi kuonekana na watu wengi. Basi angalie katika mtandao wake. Ameweka akina nani, ameweka akina nani, anaweza muelewa tu by the way. Ando wako? Mimi upande wangu hapa naona tu hamna shida. Manake ikiwa ameanza kukataa kidogo, usiniposti mimi, sipendi mimi, hapo kuna jambo. Hapo kuna jambo. Na ni vizuri kuwa wazi. Umesema mambo na uongo hatutaki katika mapenzi, sio? Kwa hivyo ni vizuri mbona kupostiwa ni same thing, si ndio? Mbona watu wafanye harusi? Amesema kwamba mimi I'm a private person. Kwa hivyo heshimu ile privacy yake. Kwa sababu maneno ya mitandao nayo unayajua. Labda alikuwa na ex kula hataki. Ndio hiyo sasa. Hapo umekuja kwa hiyo point. Pengine akona wapenzi wengine huko na anaona kidogo pengine picha yake ikipostiwa atapoteza yale. Angalia kwanza historia yake. Amekuwa akipost watu wengine, amekuwa akifanya vipi? Iwapo unaona kwamba alikuwa akipost hapo awali na sasa hataki, basi kuna jambo. Lakini ukiona kwamba kuna kama hajaposti maneno mengi kuhusiana na uhusiano na nini, achana tu naye. Lakini Edwin, mkipendana asema mwadvise. Si vyema. Si vyema, sio. Lakini vile ni vizuri kuambiana ulimwengu, mimi nimeshatoka sokoni. Naam, nishaoa, ndio kipenzi changu cha roho. Nikuulize swali moja. Naam. Ni vizuri umweke mitandaoni ama ni vizuri muintroduce kwa watu in person? Unasema kwamba huyu hapa ni bibi yangu, huyu hapa ni bwana yangu, mkipatana na watu pale, ama mweke mitandaoni? Mtandaoni, ukiweka mtandaoni ni kwa profile yako naweka, si ni timeline yako. So mwenye anakubali kukuja kukuchunguza kuangalia ni nani, fine na akuje. Unawaambia tu mimi nishaoa, wewe ndio mrembo wangu, ndio mmchagua, unaona. Kwa hivyo vile inakutoa katika lile soko like huyu kidogo hajaoa. Na ndio mitandao kuna mambo mengi. Iwapo kuna mtu anakuja kwenye mtandao na kuuliza mimi nimekupenda hivi na hivi, mwambie mimi nimeoa. Lakini kuna wale anakuambia nitumie picha nini. Vile unajua bangu kwamba ushapata mtu. Vile unajua kuna wale mwenye anaridhika. Nimeridhika na bibi niliyemuoa, naona. Kwa hivyo nikimweka pale ni njia moja ya ku-appreciate like married, you know. Kuna wengine wanaogopa kwamba akiweka pale mwingine atamuona amchukue. Hapo ndo shida. Kuweka hivyo sasa inakata away the insecurities. Anasema kwamba huyo ni malaya. Tumia jina mbaya, anasema kwamba huyo ni malaya. Ndio ni jina mbaya sana. Mbona akataa asijulikane kwa watu. Heshimu tu kile kitu ambacho mtu amekwambia katika mahusiano, especially kuhusiana na mitandao. Hivyo ufai akikukataza basi acha. Mpenzi mtazamaji, sijaridhika bado. Mpenzi mtazamaji. Najua kuna wale ambao wanasema kwamba unipost leo, niweke status, niweke Facebook, Instagram. Mimi naona ni kama sijui wewe utaonaje. Huyu anasema kwamba kuna wale watu. Ngoja kidogo. Huyu anasema kwamba huyu mpenzi wake amemwambia ampost katika mtandao ya kijamii. Huyu mpenzi wake amekana, amesema hapana, mimi napenda
spend privacy yangu itoke nje, watu wanione, watu wengi wanione. Yeye amekataa. Ulikuwa unasemaje basi? Nilikuwa nasema kwamba kuna labda mwanamke ama mwanaume usipomposti atasikia vibaya. Yule amekuwa hivyo, amelelewa hivyo. Usipomposti anaanza kushuku wewe unaniposti kwa sababu hutaki nionekane na marafiki zako nini. Na huyu pia hataki kupostiwa. Kwa hivyo yote ni sehemu mbili tofauti ambazo lazima ziheshimiwe. Asante sana. Tunasema kwamba hakuna usawa katika hii dunia. Unajua kuna wale wanatamani siku gani pia mimi nitapostiwa. Kuna huyu mwenye hapa anataka kuposti mwingine yeye hataki. Heshimu tu. Pia kuna wale ujinga mwingine naita tu ni upuzi. Manake wewe unaposti. Masi leo umeposti. Huyu be wangu leo tulikuwa Buga Hotel. Leo tulikuwa Camel Park. Leo tuko jijini kujivinjari kidogo. Yeye hajawahi kupost. Puzi. Katika upande wa YouTube kuna mwana anasema kwamba personally anaona ni vyema. Anaona ni vyema kupost mpenzi wako kama mshaelewana na dating, na ni vyema kupost ndio at least watu ambao wananyemelea, unajua wananyemelea wajue kwamba huyu ashachukuliwa already. Anasema kwamba yeye kwa anaona tu ni vyema. Alafu kuna kitu kingine wanastahili kujua. Baadhi wengi wa wanawake mtandaoni huwa wanasema wako single, unajua. Kwa hivyo ndio pengine chanzo wao hawataki kuanikwa pale. Maana wakichat pale messenger nini, mimi niko single. Ex wangu tuliachana some 2 months. Huyo mtu akukwako ameoleka, unaona. Kwa hivyo kumpost, unajua at least inazuia yale yote, unapanguza ile uchafu yote ya kuwa single, ajue huyo ameoleka, unapanguza. Hata kama ameoleka, umesema hapo mwanaume ni mwanaume sijui nini, hata kama ameoleka, kuna watu bado watamtamani na watakuja kwa huyu anamshauri. Kuna huyu anamshauri hivi, sikia ushauri wa huyu, anasema hivi. Inawezekana mpenzi wako hajaamua kuwa na wewe, ama kuwa wewe ndiye chaguo lake. Na ndio maana hataki watu wengi wajue kwamba mna uhusiano. Anamwambia la sivyo, labda ana mwingine na hataki waonekane pamoja. Chunguza ujue ukweli kisha uchukue hatua inayofaa. Anamwambia kwamba ni kama huyu mpenzi wake hayuko straightforward ama hajaamua. Anasema kwamba achunguze kwanza, ajue kiini ambacho kinafanya kwamba anasema hataki kupostiwa. Ni kutoonekana na watu wengi ama ana mtu wa pembeni. Kuna ujumbe hapo unanifurahisha sana. Abraj. Anasema wangu alinifanya hivyo, but ubaya mimi ndio nilifungulia account yenye anatumia FB. So nilikuwa naongojea akitoka tu online mimi naingia kwa account yake. Wacha nikuambie nilikutana na vituko hadi tukakosana mbaya. Sasa unasikia sasa. Huyu anaingia kwa account. Ndio maana nimesema respect each other's privacy. Usingoje ati ni umewacha simu yako hapa, mimi nimekimbia nikachukua. Naweza patana na mambo pale akanikasirisha kabisa. Kuna mwingine alikuwa ananihadithia tu. Alikuwa na mpenzi wake. So najua mambo na ni kisa tu nini alimfungulia, kuna unampata na simu tu smartphone, unamnunulia smartphone, unamweka FB, unamfungulia account. Sasa mambo ikakuwa sawa tu. Siku moja akaamua namuona online na mtext ajibu. Akakuja kwake siku moja, walikuwa wana date tu wajawana. Akaamua usiku akachukua ile simu yake. Akaingia sasa akaanza kufuatilia messages. Toka juu chini, akaanza pole tu. Ndio anaona mtu anamuuliza, ni aje madam, uko single? Nilikuwa na boyfriend, nilikuwa kampo huko Garissa, wakakufa huko zile vitu. Achana na simu ya mpenzi wako. Achana na simu ya mpenzi wako, utapata pressure bure. Maajabu. Tukiachana na hiyo mpenzi mtazamaji, kuna huyu anasema kwamba yeye anasema hivi, naishi na mpenzi wangu ingawa bado hajanioa. Niligundua majuzi kwamba ana mwanamke mwingine. Na nilipomuuliza alikana. Siku 2 baadaye alibeba vitu vyangu vyote nyumbani. Tulivyonunua pamoja. Anasema kwamba alipogundua kwamba ana mpenzi mwingine mwanamke, wakati alimuuliza alikana. Lakini siku 2 baadaye mwanaume alikuja akabeba vitu zote kwa nyumba ambazo amenunua na akaenda. Afanyeje ama mshauri? Anza vizuri. Anasema hivi, naishi na mpenzi wangu ingawa bado hatujaoana. Niligundua majuzi kwamba ana mwanamke mwingine. Na nilipomuuliza alikana. Siku 2 baadaye alibeba vitu vyote vya nyumba tulivyonunua pamoja. Nifanye nini?
Achana na yeye. Huyu ni mwanadada. Huyu ni mwanadada ambaye wamekaa, sijui kama umeelewa vizuri. Huyu ni mwanadada ambaye wamekaa na mwanamume wake kwa nyumba lakini bado hawajaoana officially. Huyu mwanadada aligundua kwamba huyu mwanaume ana mpenzi mwingine wa pembeni. Alipomuuliza huyu mwanaume akakataa. Siku mbili baadaye mwanaume akaja akabeba vitu vyote kwa nyumba ambavyo wamenunua kwa pamoja na akapotea. Afanyeje? Anza vizuri. From zero. Si from zero. Kuna unajua wakati mnanunua vitu, kuna wale watasema mimi nilinunua hii dish, kwa hivyo mimi nachukua. Mimi nilinunua TV nachukua. Na wewe chukua kwa vyako, lakini amebeba vyote. Sasa utamfuata kwa yule labda ameenda kwa mwanamke mwingine. Siafuatilie. Ukifuatilia pale alafu ukayapata mengine kule, siachukue hatua aende polisi aandikishe. Labda anaweza chukua hiyo hatua, lakini asirudiane naye. Ndio nasema asirudiane naye. Ndio mambo ya watu ambao wamekosana wawili wanaweza rudiana tena. Wao ndio wanajua ni kipi. Lakini ushauri wa shangazi, achane naye. Akisha labda wakishasuluhisha hayo mambo, asirudiane naye. Pande wangu kidogo najua hatuna uhakika kama walinunua hizi bidhaa zote. Hatuna uhakika. Maana yake nimeshaona visa vingi zaidi. Napata kama mwanamke anasema, "Ai, tuninunua hii pamoja, TV tuninunua na pesa zilikuwa za mwanaume tu." Hata unajua watu wanakuwa wajanja kidogo. Unaenda pale kununua kama ni screen unanunua vizuri. Jina anaandikwa, anapenda jina lake mbio mbio, anasema, "Ni bibi tu." Baadaye ulitoa hela zako lakini TV ni yake. Akitoa zile receipt na ziekanga ni zake. Kwa hivyo hatuna uhakika kwamba walinunua bidhaa hizi pamoja. Na kwa kawaida naonanga kwa wanawake wengi, naam, kuna wenye hufanya haya uchangisha, lakini wengi ununua bidhaa za nyumba, dishes, utensils, ndio. Pengine hizo nizasema tu. Lakini vile vile huyu mwanaume alimuuliza ikiwa mwanamke ndiye alimuuliza ikiwa akona uhusiano na mwanamke mwingine, akaamua kubeba vyote akaenda navyo, si ndio? Hakumwambia chochote. Mbona simfuate? Wakati mwingine unaweza pata kwamba aliyemchochea ni yule mwingine, akamchochea, wewe enda beba vitu vyote kuja kwangu. Naam. Si vitu ni vyake amesema anavyo. Akona receipts. Mbona asifuate? Anaweza akafuata. Mimi ningesema baada ya kusuluhisha hayo mambo, asirudiane na yeye. Kurudiana? Unaona ikuja kwa kurudiana. Unajua nishaona mtu hadi amepigwa pamba, akashonwa kutoka hapa hadi huko, lakini baadaye wakarudiana. Nimeona mtu amekatwa mguu. Kwa hivyo mtu anachukua utensils zake anapeleka pale, bado kuna mapenzi. Unajua mapenzi kwa utensils na vitu. Kama ametoa ndio mfuate ndio waendelee kukaa pamoja. Wanaenda pale wasuluhishe hayo warudi. Mpenzi mtazamaji, naona kama hatuna muda huku. Ni dakika 20 zimepita baada ya saa 8 sasa Afrika Mashariki. Ningeomba tuweze kukatisha mjadala huu kwa sababu hatuna muda. Masi ndio anaingia katika sehemu yake ya request sawa, na ningependa tukutane hapo kesho. La kwangu ni Fidel Omushoge, nami ni Edwin Mukaya, lakini vile vile tunakumbusha kwamba haya ni maoni yetu tu. Unajua chaguo ni lako. Wewe mwenyewe una chaguo lako, niweza kuambia mwenyewe huyo mpenzi wako hakupendi. Wewe mwenyewe unajua anakupenda vipi na unampendea kigezo kipi. Kwa hivyo haya ni maoni yangu tu ama ni maoni yetu tu. Niite Edwin Mukaya hadi hapo kesho. Masi on Twitter tupatane request hour. Barikiwa. Now introducing My Story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Webegetutu, Videlis Omingo Muchoge, kila siku ya wiki, ndani ya Story yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story yangu, ndani ya